Karibu mpenzi mtazamaji wa Nyakapara Digital. Diwani wa kata ya Busagara wilaya ya Kibondo ameanza utekelezaji wa ahadi zake ambazo alikuwa anaahidi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Leo Novemba 27, Mheshimiwa Diwani Ismail Hussein Matabalo ameweza kuwasilisha kilo 100 za mchele katika shule ya sekondari Moyowosi, ikiwa ni sehemu ya ahadi alizotoa wakati wa kampeni zake za uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 29. Lakini pia walimu wa sekondari ya Moyowosi waliweza kumweleza Mheshimiwa Diwani changamoto ambazo zinawakabili shuleni, ikiwa ni pamoja na kero ya muda mrefu ya ukosefu wa maji ambayo pia ni kero kubwa kwa wakazi wa kijiji cha Kifula. Sasa je, hii ni dalili njema ya kuwa kiongozi ataweza kutatua changamoto zinazoikabili jamii yake? Lakini pia siku chache zilizopita tuliona Baba Levo, mbunge wa Kigoma mjini, aliweza kukabidhi pikipiki au unaweza kusema bodaboda 250 zenye gharama ya milioni 750, meza za kufanyia biashara sokoni ambazo zilitokana na mbao ambazo alikuwa anazitumia kutengeneza mabango ya kampeni, lakini pia na mbao ambazo zilikuwa zinatumika kutengeneza majukwaa ambayo walikuwa yanatumika wakati wa kampeni. Je, uwekezaji wa Baba Levo ambao ameufanya kwa vijana kwenye jimbo lake la kugawa hizo pikipiki 250 ambazo zinagharimu takriban milioni 750, je, ni msaada sahihi ambao unaweza ukabadilisha maisha ya vijana kwenye jimbo lake? Kwa mimi nadhani Baba Levo ana nia njema ya kuwasaidia vijana wenzake, lakini nadhani angeweza pia hata kufungua kiwanda, lakini angeweza kufungua hata kiwanda kwa ajili ya vijana, lakini shida inakuja pale kwamba soko la kuuza hiyo bidhaa itakayozalishwa. Kuna watu ambao tayari wameshajimilikisha soko, yani wao ndo wanapanga bei ya bidhaa yako, hapa na maanisha madalali. Kwa mawazo yangu mimi soko ni muhimu kuliko fedha, na ndiyo maana unaweza kuwa na bidhaa, lakini kama hiyo bidhaa haina soko bado itakuwa ni changamoto. Lakini kama soko lipo, hata kama hata ukizalisha bidhaa kidogo, baada ya muda mrefu au baada ya muda mfupi utaweza kuwa. Kwa hiyo kwa mawazo yangu pia mimi nadhani kungekuwa na chombo ambacho kinasimamia soko la bidhaa zote. Mfano, tunaweza kutumia hata JKT, kwa sababu JKT ni ya Watanzania. Kwa hiyo JKT atachukua pasenti ya hiyo bidhaa ambayo utakayompelekea yeye, ataipeleka sokoni, na kwa sababu na yeye ananufaika, lazima kama umeanzisha kiwanda, hicho kiwanda JKT lazima atakisimamia, kwa sababu na yeye kwenye hicho kiwanda ana maslahi. Leo hii unaweza kupeleka bidhaa, kwa mfano bidhaa ya kilimo, nyanya, sijui una cabbage. Ukienda sokoni, kitu cha kwanza mtu utakayekutana naye, utakutana na dalali. Wewe umelima huko, lakini mwisho wa siku ukienda sokoni, wewe hauna uwezo wa kuweza kupanga bei ya bidhaa yako, na dalali yeye ndo atakayeamua bidhaa yako iuzwe kwa kiasi gani. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa na mfumo ambao utawawezesha watu wawe kuwe kuna usawa. Sasa mawazo yako ni yapi juu ya viongozi waliopita kwenye uchaguzi wa Oktoba 29, wabunge pamoja na madiwani, kuanza utekelezaji wa baadhi ya ahadi ambazo walikuwa wameahidi wakati wa kampeni zao? Je, wataendelea na moto huu au itafika wakati wataweza kuitekeleza jamii na kuanza kujiangalia wao?
usisahau kuniandikia kwenye comment section hapo, lakini pia kama ulikuwa hauja subscribe uweze kusubscribe ili uendelee kupata taarifa na uchambuzi kama huu. Mimi ni Haruni Nyakapala na hii ni Nyakapala Digital. Tukutane wakati mwingine.